Ni aje my guys, mini Udini, hii show inaitwa Weche Tuke, the best sports show in Africa. Tuko na My name is Derek and welcome to Weche Tuke on this 13th day of October. Let's do it. yes sir. Yeah. Kwanza wiki yako imekuaje? Yangu imekuwa tu hapo tu, si mzuri si mbaya. Mambo tu inaendelea haraka lakini lazima tu catch up nayo man. Yeah, yako imekuaje? Wiki yangu imekuwa poa. The holiday so far. And nothing much. Iko bie. Yeah. Kulikuwa na vitu zingine zinaendelea hii weekend, hata kama hatuna Premier League na club matches itakuwa disappointing kidogo, but tuko na other news ya kuwa inform about. First of all, tunaanza na one and only our beloved league, KPL. Waambie information yenye wanadai kusikia. Kwanza tuko na a bit of coaches news. Tunaona kwamba for the last 6 league games kumekuwa na zile makocha wamefutwa kazi. And it's so unfortunate kwamba after only 6 laps kuna hizo sad bad makocha 4 wamepoteza kazi zao. Tutaanza na timu ya Bandari ambayo tunapata habari ya kwamba Twahir Muidin, their former coach, aliachia ngazi. And aliomba timu yake imwachilie kwa sababu wamekuwa na matokeo duni yenye haijakuwa poa on their side. Nimeona wengine pia wameongelelewa sana ni AFC yenye ilishtua watu vibaya sana. AFC Leopards after hawajakuwa na win after 6 leagues matches, ndo ule kocha wao Tom Juma akaachia ngazi pia. Hata hakuachia ngazi, alifukuzwa. Kwa kuwa amekuwa na matokeo duni. Tumekuwa na kocha wa Sofapaka ambaye anaitwa Francis Haringingo. Huyu ni this is a Burundian coach. Walimtoa kule Burundi na ameingia hii season ama last season. Ameingia hii season. Na definitely Sofapaka, as you know, wako chini kabisa, chini ya table, bottom of the table. Yani unfortunate for him, despite ameingizwa hii season, ameshafutwa hii season. Only after 6 games. It's very tough man. But we also have the last one, Kenya Police wamefuta Francis Baraza for pia poor performance. Na wameleta ule kocha aliyekuwa kocha wa Gor Mahia wa kitambo. So itakuwa very interesting one, Kenya Police wakipatana na Gor Mahia. Especially kama Gor Mahia bado wako na zile tactics, but kuna vitu zingine of course zitakuwa differing, but anaweza wapata umse. Tunaye pia apart from sports, apart from the Kenya Premier League, tuko na World Athletic nominees zimetokea. And we are proud to say that we have two nominations from the Kenyan side. Tuko na Kelvin Kiptum, the world record. Mwenye amevunja rekodi juzi. Na pia tuko na the legend mwenyewe Faith Kipyegon, ambaye pia ameweza kuvunja 2 records in 1 year. Actually, ridiculous from her. And I think na deserve, to be honest, not being biased and nothing, but Faith Kipyegon kuna vitu amefanya this year na last year that makes it just ridiculous. Amekuwa very outstanding. In all the fields. So we also have in other news kwamba under 20, the ladies under 20 kesho wako na game na Angola. And provided that wamekuwa na mechi last week na tuliwin 6-1. So wanaenda Angola, Luanda kucheza the return leg. Unaona hiyo game kisha ngapi bebe? Unaona wakishinda first of all. Mimi naona pia wakishinda, but itakuwa a small margin. Si kama ile ya last week. 1-0 actually. Maybe. The home side wakifanya vizuri, maybe the best they can do is a draw. Your game naona ikiwa very tough for our rising stars, especially since itakuwa tough sana, but itakuwa tough kushinda juu unajua home advantage, especially fans wakiwa home advantage inakuwa very tricky. But so hapo naona hiyo game ikiwezesha draw. But we wish them all. We wish them all the best. Yes, we wish you all the best. But Team Kenya, make us proud as always. Come on. Tuko pamoja. Yeah. Pia jana usiku tumekuwa na
zile Draw. AFCON draws zimetokea. Despite Kenya not being competing. Yeah, we want to compete, but it is what it is. Kitu ilifanyika. Yes sir. Yeah, so nitakuwa nawasomea zile the group stages venye timu zimekuwa grouped before tuendelee. So group A tuko na wenyeji ni Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire watapatana na Nigeria, Guinea Bissau na Equatorial Guinea. Kwa hiyo so unaona nani wakiqualify? Lazima nikuulize hiyo swali. Lazima. Firstly, mimi naona the host wakipenya kwa hiyo kundi, and most definitely Nigeria coming second. Yeah, hapo hivyo nimeagree, but siko sure in the order, but naona pia Cote d'Ivoire na Nigeria wakipenya. But hatuwezi kuwa stand ukiona Equatorial Guinea wame surprise kila mtu watandike kila mtu na hatuwajui, but we also like give them benefit of doubt. But our prediction is Cote d'Ivoire and Nigeria. Yeah, actually. Gonna proceed. Group B, we have Egypt, the Mo Salah team. Mo Salah. We also have Ghana, and tuko na Cape Verde na Mozambique. Ooh. Yep, of course. Najua tu Liverpool fan, of course. Lazima tunikwe biased. I'm sorry, but I'm not soldier as well. So hapo hivyo naona Egypt ikipenya na Ghana as well. Ghana wako na good players wenye washaicheza Premier League as well, so your experience itafanya tu mambo iko easier for them. For me as well, naona Egypt and Ghana. Yeah. Kundi cha tuko na Senegal, tuko na Gambia, tuko na Guinea and Cameroon. Unaonaje the first? Okay. Senegal. Yes. But wanaweza kuwa na ile kasi ya, unajua ndo walishinda AFCON ya last year, so wanaweza kuwa na ile kasi ya kutolewa group stage, but itakuwa ngumu. But so hapo hivyo unaona Senegal wakipenya na Guinea. Yeah. Guinea wako they're very good. Guinea nimeona game zao, but hawashindi na mingi, but wana dominate ball. Hata kama wame lose game wata dominate, so I think Guinea na Senegal. Okay, mimi kwanza naona Guinea wakitopi kundi. Yeah, Guinea dangerous. They're very dangerous. Unajua wako na ule striker wa Stuttgart. Wako na striker Stuttgart, na pia wako na kijana anaitwa Keita. Na Keita. Alikuwa bas na former Keita. Liverpool midfielder. Yeah, so wako na experience hapo as well, so I think Guinea na Senegal. Guinea and Senegal. Yeah. Kundi D tuko na Algeria, Burkina Faso, Angola and Mauritania. What's your first two? Kwangu of course Algeria. Algeria wanasukuma ball vibaya sana, especially since wako na kijana Riyad Mahrez. So hapo naweza sema Algeria na ndapea Angola the benefit of the doubt. Ndapea Angola. Mimi naona hii kundi ni ngumu, lakini acha nipe Algeria kuongoza na Burkina Faso. Okay. Burkina Faso nimeona the last time they visited Kenya walicheza vizuri sana. So kama bado kuna the same squad, itakuwa dangerous group sana. Group E tuko na Tunisia, Mali, South Africa and Namibia. Umesema Tunisia, Mali, South Africa and Namibia. So hapo naweza sema Tunisia na Mali. Mali siwezi sahau Mali walifanyanga Kenya. Siwezi sahau hiyo. And nataka rematch by the way. Tukipata rematch now, I hope to destroy vile to demolish. So hapo hivyo naweza sema Mali na Tunisia wanapenya, but not in that order, but our will ndio mimi nitaenda I'll go for South Africa and Tunisia. South Africa umekuwa out for long, and I think this is their time to shine. South African football. I think you itakuwa the most interesting group. Ni very ngumu kupredict isipokuwa maybe Tunisia. Yeah. And the last group F, tuko na DRC Congo, tuko na Morocco, tuko na Tanzania, our neighbors, and tuko na Zambia. So hapo hivyo unaona first two countries zina qualify ni Morocco na maybe Zambia ama TZ. I'll say Zambia. So Morocco na Zambia. Yeah, Morocco they are different gravy. So Morocco I think what a top. That's the only one. Naweza kwa sure wanaweza top.
Me what I'm sure of, Morocco will itaongoza hiyo kundi, kifuatwa na majirani zetu Tanzania. Tanzania football of late imekuwa very successful, kama I don't know from their leagues venye hata unaiona. Ligi ya Tanzania imeimprove sana, and even hizi vikombe za CAF Championship wamedominate. Hizi matimu zao, the likes of Simba, Yanga, they are doing very well kwa hizi championship za CAF. So Tanzania, I think their time has come. Their football has grown, and nawapea a very high chance ya kufanya vizuri kwenye hizi kundi za AFCON. And the last question, kila mtu anataka kujua, unaona which country kibeba AFCON? This is going to be hard, but I'll go with the host. Cote d'Ivoire. Mimi naona nikidifa na hiki kidogo. Naona this year it's about to be Morocco's year juu World Cup kitu walifanya ilikuwa quite ridiculous. And ukicompare squad ya Morocco to the other squads in Africa, I think Morocco, they have the standout players. Wako na Hakimi, wako na Ziyech, wako na anaitwa El Nesiri, the striker for Sevilla. Yes, wako na kijana, so they're very dangerous. So I think Morocco, if it's not Cote d'Ivoire, Morocco wanabeba hii stuff easily. Labda naona final ya Morocco na Cote d'Ivoire. Inaweza kuwa interesting hiyo. Inaweza kuwa very interesting. Lakini hatuwezi pia count Senegal out juu Senegal wako na experienced players wenye wamecheza all around the globe. So Nicolas Jackson for Chelsea. Na pia wako na Sadio Mane, wako na Koulibaly, wako na Mendy as well. So itakuwa very interesting one. News just in, kabla uendelee tafadhali. Nasikia Yuri Tielemans is keen to leave Villa as soon as January due to lack of game time. Na it's being reported by many sources that he's having issues with the coach. What do you think about that? Ameingia tu summer transfer. Tielemans hajakuwa na enough playing time. Ukiangalia the games zenye Aston Villa wamekuwa kicheza tangu ligi anze. And I don't know, amekuwa kiingizwa the last minutes, few minutes. So I think it's the high time atafute where he can play match time, akuwe na playing time. Alafu tena Tielemans anategemewa Belgium sana. So asipocheza kwa club level, inamaanisha ataitwa kwa Belgium squad. So hopefully atafute timu labda kuje Chelsea. And we see how he progress. Nice. So pia tuko na michuano za Euro zimechezwa jana usiku. Nitakuwa nawapa matokeo. Kuna mechi mingi zilichezwa jana. I'll just give you some of the results. Tuko na Latvia walimenyana na Armenia, na tukapata kwamba Latvia ilicharaza Armenia 2-0. Tuko pia na Albania walicheza na Czech Republic. Tukapata kwamba Albania ilitandika Czech Republic bao 3-0. Tuko na Kosovo na Andorra walipigwa na Kosovo 3-0. Romania walitoka sare tasa na Belarus. Tuko na pia Croatia walitoka na walipigwa na Turkey 1-0. I think ni a surprise result. The fact that Croatia at once walikuwa I think naweza sema the third best country in the world, and sasa wame lose to Turkey. That is quite astonishing at this point. Tuko na pia mchuano ilichezwa jana, Norway na Cyprus. Tukapata kwamba Norway ilitandika Cyprus mabao 4 bila jibu. Erling Haaland akifunga mabao 2. Ezi acha kufunga at this point, and I think amecheza 27 matches for Norway with 27 goals. So ni 1 goal per match. What a quite a record actually. He's ridiculous, this man. He's ridiculous. Tuko pia na Poland walimenyana na Faroe Island. Poland ikashinda mabao 2-0. And the last game, Spain versus Scotland. Spain ilicharaza Scotland mabao 2 bila jibu. What do you think about your game ya Spain na Scotland? Hii game kwanza niliona.
game ilikuwa ngumu mpaka the late minutes ambao tulipata kwamba Spain walipata bao yao ya kwanza kupitia ule mchezaji wao matata Alvaro Morata. Niliona hadi hiyo bao yake ilikuwa alighost tu nyuma ya defender one time kama amefunga. Alvaro Morata amekuwa na very good winning scoring stake na natumai kwamba akiendelea hivi anaweza kuwa among the top scorers kwa hii mchuano wa Euro. Pia tulipata Scotland walifunga bao lakini ikakataliwa na VR. Hiyo I think ilikuwa the right decision. Scott McTominay akipachika hiyo bao lakini player alikuwa kwa line clearly alisukuma keeper ndani, so it can't count. As well as Robertson, Liverpool fans, I hope you're hearing this. Robertson alipata shoulder injury, which can be very crazy at this point. Before tuendelee, labda niwapee tu the fixtures for today for Euros. Zinapigwa leo pia. So I'll not give all of them, just the highlights. Tuko na Belgium against Austria. What do you think about the game? About which one? Belgium and Austria. Belgium and Austria. I think Belgium wataishinda convincingly, despite them not having some of their best players including Kevin De Bruyne, but Belgium are just quality all round. So okay. Hiyo game itakuwa 21:45 saa 3:45. Interesting one. Tuko pia na mechi nyingine, France versus Netherlands, pia 9:45. Nani who is home? Netherlands is home. And France wanacheza. Okay, I think France wako na a better squad than Netherlands all round. And the fact that Netherlands wako home na Ajax, naona vile fans wao wana overreact about some circumstances. I feel like France watatandika Netherlands despite them being home. I feel like France watachapa Netherlands. Okay, Mimi, I think Netherlands. I'll go for Netherlands. They will have an easy win over France. A slim lead though, 1-0. A slim win of 1-0. And we also have Portugal versus Slovakia. Portugal at home. And the game will be played at 9:45. I think that is it's gonna be a good game, but Portugal are gonna take the day. Obviously. So those are some of the fixtures for today of Euro 2020. And then nimesikia many sources in a claim that Zaniolo, Aston Villa's new loan player, and Sandro Tonali, the Newcastle midfielder. Nimesikia that they've been chased away. Okay, not chased, but they've been told to leave the Italy training camp. Italian squad. Due to betting allegations. But they are not 100% sure about it, but those are the reports that are being released at this point. What do you think about it? I think of late there have been kumekuwa na hizo allegations actually of different players. Wamekuwa wakihusishwa na hizo mipango za match betting and such stuffs. Kumbuka kwamba kuna this player for Brentford amekuwa suspended, Ivan Toney for the same allegations. So I think sports betting, it's like taking over the real sports, which is very unfortunate. It's very unfortunate. And I think if they get proven guilty, it's gonna be a very big miss for Aston Villa, but a huge one for Newcastle, as Tonali alinunuliwa their new signing summer na amekuwa very brilliant the games that nimemwona akicheza in. So aki lose hiyo chance apatiwe ban, itakuwa very sad for Newcastle. Tuko pia na some headline news. Tumepata kwamba Wayne Rooney, former Manchester United striker, forward actually, amekuwa appointed as Birmingham new manager. What do you think about that? Nimeona alikuwa anasema Premier League is his main goal. Do you think anaweza survive apeleke Birmingham kutoka pali wako hadi Premier League? Itakuwa ngumu compared that amekuwa na
not a good results. Yeah. Where Alikuwa sacked actually in his last kwa ile timu ya Derby County. So itakuwa kibarua kigumu kwake kuona kwamba ameleta Birmingham from championship ipande hadi ligi kuu. Yeah, with one chance itakuwa very tricky for him. It maybe kama atakuwa hapo maybe 2 seasons, maybe he has a chance. But I think championship kuna very tough competition despite the clubs being lesser than Premier League clubs, but games zao ni mingi sana, zinakujanga games every consistently. Nikawa wanacheza Champions League lakini ni league, so wanacheza Saturday, wacheze tena Wednesday, tena wacheze Sunday, so itakuwa very tough task for him, but hopefully we wish him all the best at what he does. We are about to wind up. Before we wind up, what tunapata kumbule kocha wa Spain, the women's coach mwenye alifukuzwa kazi anaitwa George Vilda. Amekuwa appointed as Morocco women coach. What do you think about that? Hiyo ni a very interesting one, but Morocco were in desperate need of a manager. That's I think wamepata a top class one. And I think they'll reach very far since Spain walishinda Women's World Cup. So I think wamepata a good coach on them, so props to Morocco women's team. I will also let you talk about some rugby fixtures before tumalize. Definitely. If you didn't know, the World Cup for rugby is actually on at the moment. Na sai tumefika the semi-finals, which is gonna be played tomorrow at 10 o'clock EST, East African time. So tuko na Wales versus Argentina. Itakuwa very good matchup, very good one. Tuko na unaona nani akishinda hiyo actually kabla tuendelee? I'll go for Wales. Najua wewe watching rugby religiously, so I understand. Me hapo I will go for Argentina. I'll go for Argentina because they have very good players. Nani rugby 15s as well, so they have quite strong men. Kuna Ireland versus New Zealand, the All Blacks. New Zealand. Pia hapo hivyo I think I'll agree, but partially, but I'll agree with you. Hapo hivyo naeka pia mi New Zealand. Then kuna England and Fiji. Unaeka Fiji always. Nimekuwa fan wa Fiji since 2014. I hear you. Fiji are very good, but I think I prefer Fiji 7s, but 15s are also good, so pia hapo hivyo ndaenda na Fiji. Then the last match is France versus South Africa. Always I'll start home South Africa. Pia hapo hivyo nimekubali na hapo pia mimi naekea Springboks kichwa kwa hiyo game. Before tumalize kabisa, tuko na one of the biggest friendly going down today, Australia versus England. So before we tumalize kabisa, what's your prediction about the game? Your game, I think itakuwa, I don't want to be rude, but I think itakuwa a walk in the park for England, only if they start with their best team, their best players, that is Harry Kane, hapo striker of course, Jude Bellingham akicheza midfield, itakuwa very difficult. Wakeka Declan Rice hapo as well. So I think England wakeka their strongest team, itakuwa walk in the park for them. So England up. Absolutely. So that's all for today. Always stay tuned. See you on Monday. My name is Derek Omondi. My name is Wudini, and keep it real, man. Vile si tuna keep it real kwa hii show. Weche Tuke. Thank you.